Ete chuma hiyo mwanangu tutembee. Nyanyuka. Sije kuniua wewe. Sasa kwa mambo gani tena haya? Jamani kama nini? Jamani, kuna mtu mwingine anaoda kupigwa kama huyu? Haya nini? Yaani kitoto kinachelewesha toka saa zile kinakuja, muda unazidi kupita, mtu simuoni. Yaani mtoto na tabia zake hizi, kila anapopanga miadi yake tu. Bana hadi za Kiswahili hizi bana. Bora hata umekuja shoga yangu. Maana kuna jambo lilikuwa linanimiza kichwa bala. Kitu gani shoga? Shoga yangu unajua na mpenzi wangu Kidela. Kadele mbona namjua shoga yangu? Basi hapa nauliza kichwa. Mimi na Kidela au na Mzee Moze? Kwa nini? Maana Mzee Moze shoga yangu ananipa hela. Kwa hiyo umempenda Mzee Moze, umependea pesa, si ndio? Sikiliza nikwambie. Mbona Kadele tu anakupenda tu vizuri jamani? Anakujali, anakupa kila kitu, mapenzi ya kweli. Tatizo Kadele ana pesa. Kadele naomba kitu leo mwezi mzima ndo kinatimia. Lakini naona kwa Mzee Moze, naomba shilingi 50,000 ananipa. Naomba 30,000 ananipa. Hata sisumbuki. Kideo naomba hela sabuni tu mwezi mzima. Ndio ananipa shida. Je, kwa mfano Kadele kapata kazi. Haya, anaingiza pesa nzuri. Itakuwaje? Utakuwa na Kadele, utakuwa na Mzee Moze? Yaani shoga yangu mimi kwa huyo Mzee Moze, sijui Mzee Moze. Sikushauri kabisa shoga yangu. Kwa sababu kesho na kesho kutwa Kadele atapata kazi, atapata mapesa. Haya itakuwaje? Utarudi tena kwa Kadele? Mimi huyo Mzee Moze sasa sikushauri kabisa urudi kwake. Hivi, ujana wake aulie wapi? Usaje kumalizia kwako inahusu shoga yangu? Achana naye huyo Mzee Moze, sikushauri kabisa. Neno shoga yangu. Nitafikiria niwe na Mzee Moze au niwe na Kidele. Haya. Nimekuchelewesha sana Mzee Moze. Najua hiyo ndio tabia yako. Unapenda sana mimi kila siku nalalamika juu ya jambo moja tu. Nisamehe sana Mzee Moze, maana kazi zilikuwa ni nyingi mpaka nikachelewa kufika kwa wakati. Hivi Bite, kitu gani unakikosa kwangu mimi? Kwa nini unaniuliza hivyo? Ni miezi 6 sasa imefika Bite. Kila siku imekuwa mtu akulalamika juu yako jambo moja tu ambalo linanisumbua mimi. Mzee Moze, Waswahili wanasema kuwa mambo mazuri hayataki haraka na kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Wakati ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Binti, una maneno mazuri sana ya kunifariji mimi. Hivi ulikuwa unanitia nini? Mzee Moze, mimi nilikuwa na shida ya shilingi 50,000 tu. Maana wiki ijayo shoga yetu anamcheza mwanae. Sasa nilikuwa nahitaji hela kwa ajili ya sare. Hilo mpenzi, usio na wasiwasi. Na kuomba kesho asubuhi simu yako iwe wazi. Tafanya kila uwezekanalo nikupatie mpenzi wangu. Nitashukuru sana Mzee Moze. Sasa Mzee Moze, mimi nilikuwa naomba nikuache maana naenda kumsuka mama kwa ajili ya hiyo shughuli. Sina jipya mimi. Msalimie sana mama. Zimefika Mzee Moze. Mama Ngina. Niambie na umefuata nini huko? Wapi tena huko? Wewe umefuata nini huko?
Mimi kuna ndugu yangu nimekuja kumtembelea mara moja. Umekuja kumtembelea? Hata mimi mwenzako nimepata mwanamume mwingine naisha. Wewe fikiri ulivyonikata ndio usipate mwanamume mwingine? Kitu gani? Kwa hiyo vijana tena basi. Sawa, mimi najua kwa vijana wewe uchomoi. Ila nitakupata tu. Haya bwana. Mwenye, nadhani umenielewa. Usitaki nikaongea maneno mengi mpaka tukazalilishana. Nachokihitaji naomba unipe talaka yangu. Sharifa, mke wangu, ni kipi kibaya zaidi nilichokifanya mpaka ukashinda kunisamehe? Hivi, wewe ni binadamu gani usielewa? Wiki nzima tunaongea kitu kimoja tu. Si unipe? Sawa, lakini tambua mimi binadamu. Binadamu sijakamilika. Mimi nina mapungufu. Kwani useme mapungufu yangu akawa sema maisha yako? Eti mapungufu yako akawa sema maisha kwangu. Nisikilize nikwambie kitu. Haya mapungufu yako nataka kuyavumilia ni wazazi wako na sio mimi. Ninachokihitaji naomba unipe talaka yangu. Basi. Hey. Umelala? Hamna kiaa kwa kufanya usafi. Oh. Niambie mtoto mzuri. Mimi niko poa. Tena afadhali leo umekuja. Maana kakaangu humu alikuwa ananibana na kila siku yupo. Oh. Kwani ametoka? Leo ametoka. Nampenda yule kakako, maneno yake waga ananikosha. Vipi, tunaweza tukaingia ndani kidogo? Mimi nilikuwa napita. Unapita wapi na wewe? Nilikuwa napita. Sio unajua mamangu mkali. Ndio najua. Twende kuingia ndani leo. Kidogo tu. Naenda tu mara moja. Wewe unajua nataka nikwambie nini? Basi tuende. Hapo zamani ulikuwa ukisikia hadithi. Wengi walikuwa wakitikia hadithi njoo, uongo njoo, utamkorea. Lakini msimulizi wa hadithi aliuliza swali na wengi walishindwa kumjibu. Walioshindwa kumjibu msimulizi wa hadithi ndio hao watakayeshindwa kunijibu mimi leo, kama nilivyoshindwa kumjibu hapo zamani za kale. Nauliza, kwa nini somo la mapenzi lisiwekwe mashuleni na wakafundisha watoto zetu? Ninaposema mapenzi namaanisha mapenzi yamegawanyika. Kuna mapenzi ya baba na mama, kuna mapenzi ya ndugu, na kuna mapenzi ya mtoto kwa mzazi. Kuna mtu anaweza akasema huyu jamaa hana akili. Lakini muulize hivi, kati ya mimi na yeye ni nani hana akili? Wakati yeye anapenda kupendwa halafu ya juu mapenzi. Mwambie haache kupiga kelele kama madebe. Madebe yale wahamiaji wa mpunga. Waambie sisi hatufuati nyayo zao, bali tunakanyaga na kuzifikia kabisa nyayo zao na kuweka rekodi mpya. Unapoiwaza leo, basi ikumbuke na kesho, sababu una familia nyuma. Sabrina, mimi nakuomba uende ukamwambie Bite kuwa nampenda sana. Sina muda wa kupoteza kwake katika mapenzi, maana kila kukicha kumekuwa na matatizo, leo hili kesho lile. Kwa nakuomba nenda kamwambie. Usijali kwa hilo shemeji yangu Kadeli. Mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Nitaongea naye, nitamweleza kila kitu kwa sababu mimi na yeye damu. Yaani nimemweka hapa. Kwa hilo hata usijali. Naamini atanielewa. Lakini sasa atakapoendelea kupinga itabidi ukubaliane. Mimi ninachokuomba wewe fanya liwezekanalo, asipinge. Umenielewa? Sawa, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, naamini atanielewa. Usijali lakini. Basi sawa. Mimi ngoja nikuache. Haya, kuwa na amani tu, usijali shemeji yangu.
Mimi nakuaminia wewe. Haya poa, usijali. Haya, jitahidi. Haya, bye. Haya, asante. Sawa. Niambie. Mbona siku hizo uonekana? Nipo. Leo umependeza. Alokusuka nani? Anasuka sifuja. Kajuaje kama mimi napenda msuko huu? Kajuaje vipi? Sasa kwani tulijana kwa maota mimi nitasuka? Kajuaje ujue kama mimi nasuka? Mimi sijajua. Ila nashangaa yeye amejuaje? Amejuaje kama nini? Leo unatakiwa ukutane na mtu wako muhimu na uje uko umesuka msuko huu. Wewe mbea, eti leo nikutane na mtu wangu muhimu uje kusuka msuko huu. Hamna, so mbea. Unajua yani kama jana nilivyoota na ndio leo ilipotokea. Sikia nikwambie. Unaambiwa kizuri kinagalamikiwa. Kwa acha nipendeze, sina galamikia. Alafu naomba siku 2-3 hizi usije nyumbani bila taarifa. Nisije nyumbani bila taarifa sasa vipi? Umeoa au? Hamna, usikasirike. Kuna kakaangu amekuja pale nakaa naye. Ila mchana mida kama hii anakuwa yupo. Wewe kakako anaondoka lini? Siku 3 hizi. Yaani wiki haiwezi kuisha ataondoka. Basi sikia. Wewe umesema kakako anashindaga huko anarudi usiku. Basi sawa, tukashinde saa hizi mchana. Mimi anashindaga mchana tu naondoka. Hamna, ndio tukatoka hapa, afa tukamkuta. Kwa hiyo tukashindwa kufanya chochote hata sisi tukiwa ndani. Mimi na wasiwasi na huko. Wewe si uliniambia kakako kwamba anarudi usiku ashindi pale? Sasa hivi unaogopa nini siku kwenda kushinda? Nimekwambia wiki hii haishi. Anaondoka. Sawa. Kaka, nenda kashinda na kaka yako. Ndio hivyo. Lakini sina nia mbaya. Sawa, kwani utakuwa na nia mbaya kakako? Mimi nitakutafuta siku 2 hizi. Blaza yule naye si hata sipali. Hivi Dite, unachokiongea kwa unamaanisha? Ulichokisikia ndicho ninachomaanisha Kadele. Na sio kwamba sikupendi. Na ninajua unanipenda sana kwa dhati. Ila tatizo lako ni moja tu, una pesa Kadele. Kama pesa zinatafutwa. Kisha umri wangu bado mdogo sana. Unaniruhusu kutafuta pesa. Nikumomba Mungu tu. Dite. Nivumilie kwa muda huu tu. Na kama sio mtafutaji, hizo pesa unazipataje? Narudia tena. Umri wangu bado mdogo. Na nafasi kubwa ya kutafuta tu pesa. Naomba univumilie tu kwa wakati huu Dite. Mimi ninachoomba uhakikishe tu tuje kuwa na familia bora. La sivyo usipojua kutafuta pesa, kiukweli kabisa Kidele nitakuacha. Maana siwezi kuvumilia haya mazingira.